twende kwenye somo letu asubuhi ya leo. Haleluya. Leo nitafundisha kuhusu ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitafundisha kuhusu ibada. Bwana asifiwe sana. Nitarudia jinsi ya kuabudu Mungu katika roho na kweli, na somo ambalo nitakumbusha siku ya leo, na kupitia hapo utaweza kujitazama hali yako ambayo unayo na vile unavyomwabudu Bwana. Jinsi ya kumwabudu Bwana katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitafundisha hicho kipengele na Bwana atatusaidia. Tuanze kusoma maandiko. Kitabu cha Zaburi 51 kuanzia mstari wa 13 hadi 17. Zaburi 51 mstari wa 13 hata 57. 13 hadi 17. Biblia inaandika maneno haya: nitawafundisha wakosaji njia zao, na wenye dhambi watarejea kwa Mungu wa wokovu wao. Uniponye na damu za watu, na ulimi wangu utaimba haki. Bwana, uifumbue midomo yangu, na kinywa changu kitazinena sifa zako. Maana upendezwi na zabibu, au ningeitoa wewe kunizii sadaka ya kuteketezwa. Zabibu za Mungu. Huo mstari ni muhimu sana, mstari wa 17. Nasema zabibu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu hutaudharau. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kinachoongelewa ni kitu kinahusu ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anatumia kinywa cha Daudi kuonyesha jinsi ambavyo anataka watu watembee. Daudi anasema maneno haya: nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Mungu wangu, uniponye na damu za watu hawa. Bwana, ufumbue kinywa changu ili kiweze kuimba sifa zako, ili kiweze kukutukuza. Lakini akasema, ningetoa dhabihu za kuteketeza, ningetoa sadaka ya kuteketeza, bali Bwana usikubali. Lakini dhabihu ya Bwana ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika, ndio dhabihu ya Bwana, na Mungu hatakudharau. Tunataka tujifunze roho iliyovunjika na moyo uliovunjika unausikaje kwenye ibada ya roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana kanisa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema roho iliyovunjika, nisikilize, maana yake ni moyo wa mtu au roho ya mtu ni kitu kama yabisi au scroll kwa lugha nyingine. Ni kitu ambacho kinaweza kuwa mfano kama ngumi hii. Sasa wakati neno la Bwana linapokuwa linakuja kwenye kitu kinapokuwa kigumu hivi, linashindwa kupenya na kutengeneza huo moyo. Sasa ili moyo huo uweze kufanya ibada iliyo sahihi na ya roho na kweli, lazima huu moyo uweze kuvunjika. Ili ukishavunjika upate nafasi ya kupokea. Kwa maana Mungu anatafuta watu wenye mioyo iliyopondeka. Hawa ndipo wanapokuwa wanaabudu Mungu, anazisikia ibada zao. Maana unapoabudu nje ya roho iliyopondeka na unapoabudu nje ya moyo uliopondeka, ibada yako haipati kibali mbele za Mungu. Kwa hiyo ukikosa kibali mbele za Mungu, unahesabiwa hukufanya ibada. Kwa sio kila anayekusanyika kwenye kusanyiko la ibada alifanya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kila ambaye amekuja kwenye kusanyiko kama hivi Mungu anamhesabia kafanya ibada. Kuna mwingine anaweza akaja kwa sababu kaalikwa, lakini moyo wake haujapondeka. Kuna mwingine anaweza akaja kwa sababu ameshawishiwa, lakini moyo wake haujapondeka. Mwingine anaweza akaja kwa sababu
ni desturi kwamba pale kanisani wani pa kuabudu, nitawahi taabudu na nitatoa, lakini moyo wake bado uko kama hivi. Kwa hiyo Mungu anapotafuta watu wanaoabudu, Mungu anapotafuta mioyo, anatafuta mioyo iliyopondeka na kuvunjika. Bwana Yesu asifiwe. Au moyo ambao unaweza kubadilishwa na neno la Bwana. Haleluya. Yaani Mungu amesema sababu za Mungu ni roho iliyovunjika. Kwa hiyo kwanza Mungu anaangalia moyo wako, ndicho kitu cha kwanza au ndio sababu ya kwanza Mungu anayoangalia. Mungu anaangalia roho yako kwanza kabla ya kuimba. Mungu anaangalia roho yako kabla ya kuomba. Mungu anaangalia roho yako kabla ya kuhubiri. Mungu anaangalia roho yako kabla ya kupiga makofi. Mungu anaangalia roho yako kabla haujakanyaga kwenye mlango huo wa ibada kuja hapa. Sasa roho yako inakuaje unapokuwa nje ya mlango huu wa ibada? Kama tunasema tunamwabudu Mungu katika roho na kweli, ni kitu ambacho ni sehemu ya maisha yako ya kila siku. Mwanadamu kuabudu mbele za Mungu sio tendo la mara moja kama kwenda kazini, au sio tendo la mara moja kama kwenda shambani, kama kwenda asubuhi tarudi. Neno kuabudu ni kitu cha kila muda mbele za Mungu, na hapa nitaelekeza taratibu. Ujumbe huu tulianza siku zilizopita, ninaendelea. Haleluya. Kama tunasema kuabudu katika roho na kweli ni, naomba chukue mfano huu. Ukikutana na mwanajeshi leo ambaye amevaa sare yake muda huu, hata akiingia kanisani kupitia sare aliyovaa mtamwita mwanajeshi. Lakini ukikutana naye kavua sare aliyovaa, atakuwa sawa na raia. Lakini akivaa sare wakati wote, hatabadilishika utambulisho wake, na heshima yake itakuwa papa. Anapovua sare yake, hata kama ana vyeo vingi, anaweza kupita katikati ya watu wanaowazidi vyeo na asipate heshima. Sasa unapokuwa mtu unayemwabudu Mungu katika roho na kweli, maana yake hautakiwi kuvua vazi la utakatifu. Unapovua vazi la utakatifu, umeahirisha ibada muda huo. Ili uweze kufanya ibada tena, unatakiwa kuvaa vazi la utakatifu. Ndio maana maisha ya utakatifu ni maisha ya kila siku. Maana yake hii ibada yako iwe takatifu hapa tulipo au popote unapofanya. Chunguza maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuabudu ni nini? Kuabudu ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaposema kuabudu ni kufanyaje? Wanafunzi, Bwana Yesu asifiwe sana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe sana. Wanafunzi wa Yesu, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuabudu ni nini? Ili somo mchungaji alifundisha siku za nyuma kuhusu kuabudu, karibia wiki 5. Haleluya. Kaingia kwa undani sana kuhusu kuabudu, lakini naomba nikukumbushe machache. Kuabudu ni jumla ya maisha yako yote na matendo yako yote, yale mambo unayofanya yanayompa Mungu tukufu, ndio maana ya kuabudu. Kwa hiyo kama utakuwa uko hapa lakini roho yako haijavunjika, haipi Mungu tukufu, maana yake hufanya ibada. Lakini kama upo kazini, upo nyumbani na roho yako inampa Mungu tukufu, unafanya ibada. Kama unaweza ukasimama, kwa mfano nikasimama nikatukana, kitendo cha kutukana hiyo ni ibada, lakini ni ibada ya shetani. Kwa kuna uwezekano mtu akawa ameokolewa na Bwana, akawa ni mtu mwema, lakini akaanguka akamfanyia shetani ibada bila kujua. Na hiki ndicho ambacho kinafanya tusiongezeke katika kumjua Bwana au tusiongezeke katika roho. Unapokuwa umevaa vazi la utakatifu, maana wewe ni chombo cha ibada, wewe ni nyumba ya Bwana ambayo inatakiwa ifanyike ibada kila
kila wakati, lakini unapotoka ukasema tu uongo, shetani anasema hii ibada ni ya kwako, kwa sababu chombo kilichobeba utukufu wa Mungu majira yote kinapotokea kikafanya kitu kingine, kinapoteza sifa hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unataka kuamini, chukua gari alafu kaliendeshe majini, litazama. Au chukua meli endeshe chikao, haiwezi kwenda. Kwa hiyo kila kitu lazima kijulikane mahali pake. Kwa ukiwa mtakatifu, unapotoka kwenye utakatifu, huwezi kufanya ibada kwa sababu umeenda kwenye kitu kingine. Ndio maana nikasema mwanzo kwamba vita tulivyo navyo dhidi ya shetani hatupigani kwa sababu ya maombi mengi, kwa sababu ya utakatifu. Na hicho ndicho shetani anachokiwinda akitoe kwetu. Yaani shetani anapofanya vita anaulinda utakatifu ulionao, hawindi mali anazo, hawindi watu wanao wengi kuliko watakatifu. Anacholinda ni kile cha utakatifu ndani yako, kwa sababu hicho ndicho tishio kwake. Shetani hatishiki na maombi. Kama utaomba hauna utakatifu, shetani hatishiki. Hilo la kuomba ukiwa mtakatifu, shetani anatishika. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua aliyeomba ana mamlaka gani, na unapoomba katika hali ya utakatifu, mamlaka ya kiungu inakuwa juu sana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kusema kwa katika roho na kweli, hitimisho lake ni kukaa katika utakatifu. Mungu anasema yeye hapendezwi na chochote, hapendezwi na dhabihu. Hayo ni mambo tu sehemu ya ibada, na hapa na nipaweke vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu huwa wanazani kutoa sadaka inachukua nafasi ya utakatifu, au kuna watu wanazani kutoa sadaka inachukua sehemu ya ushirika wako. Hapana, Mungu anakuangalia wewe sana kuliko sadaka, kwa sababu Mungu hapokuwa sadaka, Mungu hapokuwa chochote, aliyokuwa roho iliyopokea. Hiyo roho ikiokolewa ikamjua Mungu, vile vitakavyotolewa kutoka kwenye hiyo roho iliyomjua Mungu na yenye ushirika na Mungu, hivyo ndivyo vitakavyokubaliwa na Mungu. Maana unapotoa sadaka, moyo wako hauko pamoja na Mungu, bado sio ibada kamili. Unatakiwa utengeneze. Kama Kornelio alikuwa anaendelea kukumbukwa, lakini bado matoleo asingefanya ile mbinguni. Hata alipokaa akatubu, akaungama, akatengeneza, kuanzia pale ibada zake Kornelio zikabadilika. Hakuwa anaonekana kama mfalme wa mataifa, anaonekana kama mwana wa uzao wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapendezwa na dhabihu ya roho iliyovunjika, roho ambayo inatetemeka mbele za Mungu, roho ambayo iko na hofu kubwa kuhusu Mungu. Hiyo roho ndiyo Mungu anafurahishwa nayo wakati wa ibada. Haleluya. Tuangalie kitabu kingine, kitabu cha Yohana sura yake ya 4. Yohana sura ya 4 kuanzia mstari wake wa 20 hadi mstari wake wa 24. Yohana sura ya 4 mstari wa 20 hadi 24 inasema hivi: Biblia, baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi msema kwamba huu Yerusalemu ni mahali pa kuabudia au patupasapo kuabudia. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Lakini saa inakuja na saa ipo ambayo waabudu pale watamwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, nao waabudu wapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo haya
Ndio mambo ambayo Kristo alikuwa anayatafuta, kwamba wakati Mungu anatazama dunia. Ukiangalia kwenye kitabu hiki cha Zaburi hiyo tu sura 52, tumesoma 52 53, kwamba Mungu alipochukulia toka mbinguni 53 mstari wa kwanza na wa pili, nasema hivi: Pumbavu husema moyoni mwake hamna Mungu, atendao maovu, ufisadi na kuchukiza, hakuna atendaye mema. Toka mbinguni Mungu alichukulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafuta. Kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Kwamba Mungu alipotazama duniani, kulikuwa na mataifa mengi, kulikuwa na Israeli waliopendwa, lakini akawa anatafuta aone kama kuna watu wanaofanya ibada, lakini wao Israeli wao wakaamini ibada inafanyika Yerusalemu, inafanyika kwenye milima hii ambao mpaka Yesu anakufa bado wao wanaamini kitu hicho, mpaka walipopata ufunuo wa Roho Mtakatifu ndipo kanisa likazaliwa. Mpaka Yesu anakufa anafufuka, watu walikuwa wamekali desturi ya kuabudu kinamna ya kawaida. Watu hawa walikuwa wanakwenda Yerusalemu kwenda kufanya ibada, lakini walikuwa wanaabudu chini ya kiwango, kwani walikuwa wanaabudu lakini hawajui wanayemwabudu. Nisikilizeni watu wa Mungu, haleluya. Hivi laiti kama Mungu angejifunua kwa ukubwa wake, laiti kama ile mbingu tunaosema tutaingia ndio ingekuwa hapa na Kristo amesimama anahubiri hapa, au Kristo ndiye ambaye anafika kuongoza ibada kwa utukufu wake bila kutumia watumishi, watu wangekuwa na hofu kiasi gani cha kuabudu Mungu, ya kwamba Mungu ukifika anakwambia kila kitu ulichokifanya, kila dhambi uliyoifanya, kila uovu uliyoifanya, Kristo anafika anaufunua, anaweka wazi na hakuna cha kuficha. Hiyo hofu ingekuwa ya namna gani? Hiyo ndio hofu Mungu anaitafuta. Hiyo ndio hofu Mungu anaitafuta, ya kwamba sisi tunamwabudu Mungu si kwa kuona, sisi tunamwabudu Mungu kwa imani, kama vile ambavyo watu walikuwa wakitembea na Yesu kwa kugusa. Sisi tunagusa kwa imani, tunaamini, tunamwabudu Mungu. Kama Mungu akifunua mbingu yake ikashuka, ile hofu ya kumwabudu Mungu ingekuwa kubwa sana, hata hofu ya kutenda dhambi ingekuwa ni kubwa sana. Kwa sababu tunamwona Mungu wa utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi, Biblia inasema hivi, tarudia ili niweze kumaliza hapo niende kitabu kingine. Yesu akasema saa inakuja kwamba kuna majira yanawadia ulimwenguni, kwamba hawataabudu kwa mifumo ya kifarisayo, watu hawataabudu kwa mifumo ya kisadukayo, watu hawataabudu kwa mifumo ya Musa aliyoiweka, watu wataabudu katika roho na kweli. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa ndiye ibada ambaye anatakiwa kuabudiwa ndani ya mtu. Ndio maana akachagua kuketi ndani ya mtu ili sisi tuwe ibada. Ibada ni wewe mwenyewe mbele za Mungu unavyoonekana, lakini unapoongea ni wewe unaongea mbele za Mungu, unapoomba ni wewe unaomba mbele za Mungu, unaposikiliza neno ni wewe unasikiliza. Kwa hiyo yote hayo ni ibada mbele za Mungu. Kwa hiyo unapokuja kutoa sikio lako kusikiliza vitu vingine vichafu, unamfanyia shetani bado bila kujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika roho na kweli ni jumla ya maisha yako yote, nje ya kusanyiko unamfanyia Mungu vitu vyenye utukufu. Kama hapana, basi unatakiwa ongeze bidii. Haleluya. Kwa Mungu ni roho, nao waabudu imewapasa au inawalazimu kuabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitabu cha Wakorintho wa pili ile sura ya
tunaangalia tu ibada. Haleluya. Kwanza mstari wa kwanza hata ule wa 10. Biblia inasema hivi, popote tunajua kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibika, tunalojengwa litokalo kwa Mungu, nyumba isiyojengwa au isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. Maana katika nyumba hii twakuwa tukitamani sana kuvikwa kao litokalo mbinguni, ikiwa tukiisha kuvikwa hatutaonekana tu uchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba kuna kitu hapa nikiweka vizuri, kwamba tukiwa katika mwili huu tunaonekana tumevikwa mavazi haya ya kawaida, lakini kama hatuna Mungu au hatuna Roho Mtakatifu tunaonekana uchi mbele za Bwana. Hata umevaa suti ya gharama, hata umevaa mavazi ya dhahabu, kama hauna Mungu mbele za Bwana, wewe unaonekana uchi. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ndio uchi. Hata anapofanya dhambi akaonekana uchi, hakuna kilichobadilika, alipokuwa ni vile vile, ila dhambi ikamfanya aonekane uchi mbele za Bwana. Kwa hiyo Mungu ili atufanye maskani ya ibada ya kweli, anatuvika vazi jingine ili kuficha uchi wetu, kuficha aibu yetu, kuficha dhambi zetu, na vazi hilo ni vazi la utakatifu. Anapokuvika vazi hilo, unapokuja kumwabudu Bwana, ndipo unamwabudu katika roho na kweli. Hakuna ibada katika roho na kweli ambayo mwenye dhambi anaweza kufanya. Narudia tena, hakuna ibada ya roho na kweli mwenye dhambi anaweza kufanya. Labda awe ametubu, labda aende kutubu. Kutubu kwake ni ibada takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na watu hawajaelewa. Haleluya. Naomba nirudie. Hakuna ibada takatifu kwa mtu mwenye dhambi. Hakuna ibada takatifu kwa mtu mwenye dhambi, isipokuwa akitubu. Kutokea hapo ndipo anaanza kuhesabiwa amefanya ibada. Ndio maana wote wanapata kufanya ibada, kina Kornelio na toa matoleo, kabla hawajatakaswa hakuna kitu kilifanyika. Lakini walipotakaswa kwa damu ya Yesu, ndipo ibada zao katika roho na kweli zikaanza kuhesabiwa. Kwa hiyo kuna idadi ya ibada zinazohesabiwa baada ya wewe kutakaswa. Na unapotenda dhambi katika ulimwengu wa roho, kunakuwa na play ya ibada zako hazionekani tena. Yaani kwenye mahusudio yako rohoni yanaacha kuonekana pale unapokuwa kwenye dhambi. Unakuwa mtoto mbele za Bwana, huonekani unapokuwa kwenye hali ya dhambi. Lakini unapokuwa kwenye utakatifu, unakuwa uko mbele za Bwana katika ulimwengu wa roho muda wote. Na hapo ibada zako zinaweza kufanya. Kwa hiyo liko vazi Mungu anaweza kukuvika linalokufanya ukamilishwe katika ibada. Naomba niendelee mbele. Mstari wa 5 wa Korintho wa pili unasema, kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua tukilemewa, si kwamba twataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Kwamba hii hali ya kawaida mwili unamezwa na utu wa ndani ambao ndio wenye uzima. Na hiki kitu anakifanya Yesu Kristo. Unavuliwa mwili huu, unavikwa mwili mwingine. Mstari ule wa 5 unasema, basi yeye aliyetufanya kwa ajili ya neno lilo hilo ni Mungu aliyetupa adhabu ya Roho, kwamba amefanya mtu kumkamilisha aweze kuwa mpya katika ulimwengu wa roho, ili abudu katika roho na kweli. Ni Mungu mwenyewe. Ndio maana hakuna malaika aliyekamilisha utakaso, hakuna malaika aliyekamilisha ukombozi, ila ni Yesu ambaye Mungu ndiye aliyekamilisha ukombozi. Ndio maana kupitia yeye ukamilifu wa sisi kuabudu katika roho na kweli unatokea. Maana bila kumkubali Yesu Kristo, ibada zetu zinakuwa hazina kiwango cha kutosha mbele za Bwana. Kwa sababu Roho Bwana anakaa katikati zaidi ya walio mkubali Yesu Kristo. Kwa hiyo sio kubali za kupata neema kama mataifa, lakini neema kubwa ipo kwa waliopokea Yesu. Ndio maana hata kama Bwana atakufadhili, atakufanyia mema,
kama hautamkubali Yesu huwezi kwenda mbinguni. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia kusema hivi kwamba huyo aliyefanya tuwe vivyo hivyo ndiye aliyetupa arabu ya Roho, au alitupa Roho Mtakatifu. Basi siku zote tuna moyo mkuu kwa juu ya kuwa wakati tuwapo katika mwili tunakaa mbali na Bwana, maana tunaenenda kwa imani, si kwa kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nasema Mungu alionekana, wewe tungekuwa na hofu ya kumwabudu. Mungu angejifunua kwa ukuu wake, tungekuwa na kicho mbele sana, lakini tunaenenda kwa imani, si kwa kuona. Kwamba tuwapo katika mwili huu tunaonekana kama tuko mbali na Mungu, lakini kwa imani tunaamini Mungu amechagua kukaa na sisi katika roho zetu. Kwamba Mungu, tunaposema Mungu tunamwabudu kwa ufahamu wa kawaida, tunaonekana kana kwamba tumechanganyikiwa, lakini kwa ufahamu wa rohoni hili jambo linafanyika. Kwamba unaposema ninamtukuza na kumwimbia na kumtukuza Bwana, ninamwabudu katika ulimwengu wa roho, hilo jambo linakuwa, lakini uwe katika utakatifu. Kwa hiyo ibada za kweli ni zile zinazofanyika kutoka kwenye moyo uliopondeka, moyo uliosafi, moyo ambao una kicho mbele za Bwana. Haleluya. Lakini mstari wa 8 wasema nasema, maana tunaenda kwa imani, si kwa kuona, lakini tunao moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwa katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Yaani wanaona fahari kuondoka katika mwili kukaa na Bwana. Kwa hiyo tena, ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa, tunajitahidi kumpendeza yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba tukiwapo pamoja naye. Hiki ni kitabu ambacho Paulo anaandika, sio yeye peke yake, anaandika akiwa na Timotheo. Wanaandika kitabu hiki kwa watakatifu walioko Korintho na Akaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini na watu wengine wanaandika kitabu hiki. Kwa hiyo Paulo anasema sisi tukiwapo nani au tusipokuwa pamoja naye, tunajitahidi kumpendeza nani? Yeye Mungu, ili tupate katika moyo wa ibada. Kwa kuna watu wanaweza kumpendeza mtu au Mungu wakiwa karibu naye. Yaani kuna mtu anaweza kuwa ananena mema akiwa karibu na mimi, lakini akitoka ananena mabaya. Kuna watu wakiwa kanisani wanaweza kuonekana wanapenda mapenzi ya Bwana, ila wakiondoka wanafanya vitu tofauti, maana yake ibada zao hao zinakuwa ziko chini. Kwa hiyo ibada, ndio maana watu wanasema ibada kamili ni kutoka moyoni. Ibada kamili inafanywa maandalizi ukiwa nyumbani. Ibada kamili ni tofauti na vile mwanadamu anaweza kufikiri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mstari wa 10 unasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele zake, mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyoyatenda kwa mwili, kadiri aliyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Haleluya. Kwamba mwisho wa ibada zetu tutadhihirishwa mbele za Mungu, tutawekwa wazi mbele za Mungu, tutadhihirika. Kwamba kama uko na Mungu katika roho na kweli, Mungu atajifunua, atasema utendaje. Lakini kama ulikuwa uabudu katika roho na kweli, Mungu atasema uabudu katika roho na kweli, na hautakuwa na nafasi ya kuweza kujitetea. Kwa hiyo wakati huu unapopata neema, tumia muda wako kuweza kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tumia muda wako kuweza kuwekeza katika kumwabudu Mungu. Kwa sababu gani? Kuna siku utadhihirishwa mbele ya kiti cha Bwana, utapokea ijara au ujira wako au mshahara wa kile ulichokifanya. Kila tendo jema lina mshahara wake mbele za Mungu, na kila tendo baya lina mshahara wake mbele za Mungu. Mungu anamlipa mtu kwa kadri ya matendo yake. Lakini tunaendelea kusema kwamba katika mstari wake wa 11, basi tukijua hofu ya Bwana twawavuta wanadamu
lakini tumezilishwa mbele za Mungu kwamba tukijua hofu ya Mungu, hofu ya Mungu tunawavuta watu. Kwa hiyo kitakachofanya watu wavutwe kuja kwa Bwana kupitia maisha yao ni ile hofu ya Mungu ndani yako, ndio kitakachovuta watu kuja kwa Bwana. Ile hofu ya Mungu ndani yako ndio kitu kinachovuta watu. Kama mtu akutukana wewe hukujibu, watu wakutendea mabaya wewe umekaa bila kulinda kile ulichokipenda, watu watafikiria wewe ni mtu wa namna gani, na kutokea hapo wataweza kuvutiwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ibada yako na Mungu ikoje? Ibada yako na Bwana ikoje? Hebu fikiri maisha yako vizuri, nifikiri maisha yako kama je, kila matendo maisha yako yanatolea Mungu ibada yenye manukato? Haleluya. Tujiulize kwamba je, ibada zetu binafsi zinamtolea Mungu utukufu? Zinampa Mungu utukufu? Mungu atakuchunguza ukiwa mwenyewe, ukiwa unatembea, ukiwa unafikiria, ukiwa umelala na waza, ukiwa unaota, vyovyote vinavyotokea vinampa Mungu utukufu. Nini kifanyike basi? Ni wakati sasa wa kumwambia Mungu, nimechoka kutenda kwenye hali hii, nahitaji tena kuhuishwa. Katika maisha ya wokovu kuna kitu kinaitwa kuhuishwa. Kuna kuokolewa na kuhuishwa. Kuhuishwa ni kuamshwa tena. Kuhuishwa ni kukumbushwa tena. Kuhuishwa ni kutolewa tena ya usaifu ambao umeupata katikati ya safari ya wokovu. Kama mimi Bwana sana, hata kuomba inaweza kuwa umepunguza, umeshuka, unatakiwa kuhuishwa. Natakiwa hata mimi kuhuishwa. Kila siku tunatakiwa kuhuishwa ili tubaki katika usalama. Nisikilizeni, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Waliokaa maeneo vijijini wanaweza kuelewa. Haleluya. Kwamba kuna wakati watu wanaweza kwenda polini, labda aiza wanalima au wanafanya shughuli fulani kule, hata wanawini. Kuna wakati wanaweza kuwasha moto kwenye gogo moja na utakaa hata mwezi bila kuwasha tena. Wanachokifanya wanakuja kuweka tuku, wanachokifanya wanaweka kuni au wanaufukia kwenye majini ili usiweze kuzimika. Sasa hata maisha ya wokovu kuna wakati natakiwa kuchochea ili yabaki kwenye utukufu ule moto. Ukiachwa itaishiria kuni na utazimika, tabaki majivu. Kuna Wakristo wanaweza kubaki kama majivu, kama wameshaishiria kabisa, hawana tena wokovu, hawana tena ibada za kweli, lakini wanaenda kanisani, lakini ukiwachunguza mioyo yao imeshaishiria kama majivu. Usikubali kufika kwenye kiwango cha majivu. Usikubali kufika kwenye kiwango cha kuona ibada ni kitu cha kawaida. Kuna watu wanaona hata ibada, kuja ibadani ni kama kitu cha kawaida. Nataka kuambia ibada ni tendo la muujiza kwako. Ibada ni tendo la muujiza. Mimi hata uninyime chakula, nipe ibada, nitamshukuru Mungu. Kwa sababu najua ibada ni kitu ambacho nakutana na Mungu ana kwa ana. Ibada ni kitu ambacho Mungu anatafuta katika maisha yako. Ibada ni kitu ambacho Mungu anavutiwa katika maisha yako. Kwa maana nasema nimekuja kutafuta watu wanyabudu katika roho na kweli. Mungu anakuja kutafuta ibada. Mungu anakuja kutafuta ibada katikati yetu. Hakuja kutafuta pesa, mali zote zake. Hakuja kutafuta tuinue sisi kwa maarufu. Anaweza kushusha malaika wakafanya nchi. Hashi. Anaweza akatuma malaika Mikaeli tembea kashuhudie dunia nzima. Na akapita malaika Mikaeli na upanga na Gabrieli na Rafaeli na wengine wakapita wakashuhudia. Mungu hashi. Kwa sababu tunaona akifanya hayo, kuna wakati vita inatokea na tuma malaika anaenda kupigana. Kwa hiyo Mungu anachotafuta ni nini?
ule moyo uliopondeka, moyo ambao unatafuta ibada za kweli, moyo usionia makuu, moyo ambao umepondeka, umevunjika, moyo sio mkuu, sio moyo ambao ni wajibu, bali moyo ambao umevunjika. Huo ni sababu takatifu mbele sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia sema maneno haya, kitabu cha Warumi 12:1 na mstari wake wa pili, lakini 13 mstari wa 11 hata ule mstari wake wa 14. Warumi 12 mstari wa kwanza inasema, basi ndugu zangu, nasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenye maana. Mungu anasabiri mwili. Mungu anaelewa mwili. Mwili ukiondolewa, hakuna ibada katika ulimwengu huu wa mwili. Mwili wako ni wa thamani. Ndio maana nikawa nimewafundisha watu wiki hii mwanzoni, wakati naanza huko, nikamwambia hivi, kwa sababu Mungu anautazama mwili kitu cha heshima. Unapokuja kumwabudu Mungu, huwezi ukauvika mwili kitu chochote, kwa sababu kama Mungu anauheshimu mwili wa heshima aliyokupa uwe sehemu ya ibada, huwezi ukauvika sketi fupi, huwezi ukauvaa ukauacha nusu, kwa sababu Mungu anauheshimu mwili huo. Huwezi ukauwekea vitu vyovyote. Ndio maana Mungu anapoitazama ibada, msikilize, naomba nisome andiko moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Mwanzo 35 mstari wa kwanza na kuendelea. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda mpaka Betheli, uende huko kamfanyie Mungu madhabahu, yeye Mungu aliyekutokea na kukwambia, aliyekutendea Esau ndugu yako akakimbia. Yakobo akamwambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyokuwa, jisafishe, kabadili nguo zenu. Sikiliza, anajua kitu kinachoenda kufanyika ni kitakatifu, kwamba ibada ambayo wanaenda kupanda Betheli, ambapo Mungu ndipo alipomtokea Ibrahimu na ndipo alipomtokea tena huyu mtumishi wa Mungu Yakobo katika maono, akaona ngazi napanda na kushuka, malaika wanatembea, akasema mahali hapa ni lango la mbinguni. Kwamba Mungu anatokea, anamwambia sasa, nenda ukajitengee madhabahu, kwamba nenda ukajifanyie ibada. Akawaambia watu wa nyumbani kwake na waliokuwa pamoja naye, yaani watumishi waliokuwa chini yake, maana alikuwa tayari amepata baraka za Bwana, alikuwa ameshabarikiwa. Akawaambia, ondoeni miungu migeni, kajisafishe, mkavae nguo za heshima, nguo nzuri, bali kwa sababu tunaenda kumfanyia Mungu ibada takatifu. Kwa hiyo kama unamfanyia Mungu ibada takatifu, lazima uiheshimu ibada hiyo, uheshimu Mungu huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ibada bila kumheshimu Mungu haiwezi kukamilika. Kwa hiyo Mungu anasema, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, ndio ibada yenye maana, inompendeza Mungu. Maana kuna watu wanaweza kuona wanafanya ibada, lakini kumbe haina maana. Wanafanya ibada lakini haipendezi Mungu. Kwa nini? Hawajajitoa miili yao mbele za Mungu. Mungu akijifunua hapa kwa utukufu wake, tunaweza tukalala chini kifudifudi. Mungu akijifunua kwa uweza wake, hakuna mtu anaweza akawa na mzaha mambo ya Mungu. Lakini Mungu ameficha utukufu wake kwa wanadamu ili tutembee kwa imani. Haleluya. Haleluya. Ili imani iwe na kazi yake. Na hapo ndipo Mungu atakuja, anaiona hiyo imani kwamba Mungu mshiki muone, lakini unaamini. Je, unaendelea kuamini? Hata kama umeomba haja ajibu, unaendelea kuamini? Kwa hiyo 13:11 nasema, tukijua wakati kwamba saa ya kuangalia katika usingizi imekwisha kuwadia,
kwa maana sasa wokovu wetu karibu kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, jana umekaribia. Basi tuyavue matendo ya giza na kuvikwa au kuzivaa silaha za nuru, kama ilivyo husika na mchana. Tuenende kwa adabu, tuenende kwa adabu, si kwa urafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mfaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Ni wakati wa kanisa kumvaa Yesu vizuri, kumwabudu Mungu katika utukufu wake. Kwa hiyo maisha yetu ni sehemu ya ibada. Kwa hiyo kuna makosa machache ambayo yametafsiri maana ya ibada kwamba ni ile kukusanyika huku tunapokuja. Hii ni sehemu ya ibada ya kusanyiko. Ndio maana msiache kukusanyika, nasema Biblia. Lakini kwenye swala la ibada mnamwabudu Mungu katika roho na kweli. Sasa ili kumwabudu Mungu katika roho na kweli, mambo mawili tu. Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza, lazima uwe na moyo safi uliotubu na kupondeka, au moyo uliovunjika, au roho yenye unyenyekevu. Uwe na moyo safi. Na jambo la pili ni kuwa na Roho Mtakatifu. Hayo mambo mawili ni lazima uwe nayo, kwamba ili ibada yako unayoifanya iwe takatifu, iwe ibada yenye maana, iwe ibada yenye kuvutia mbele za Mungu, lazima uwe na moyo safi, kubali kusafishwa. Kwa hiyo maana tunapotumia muda mwingi kujisafisha, si kwamba tumetenda dhambi, hapana. Ila endapo kama kuna vitu tumefanya bila kujua, au tumeanguka kwenye dhambi bila kujua, kwa hiyo tunapokuwa tunafanya ili ukamilifu wa ibada yetu mbele za Mungu uonekane umekamilika. Kwa sababu kama utaanza tu ibada, unaanza kusifu, unaanza kuabudu, unaanza kuimba, unaanza kufanya chochote, kama haujatakaswa vizuri, ibada yako inaonekana iko nusu na upungufu. Kwa sababu Mungu hakubali ibada ya yule sana. Mungu anakubali ibada takatifu, na toba ni njia mojawapo ya kufanya uwe mtakatifu. Ni njia ya kwanza ya kufanya uwe mtakatifu, lakini neno la Mungu ndio njia ya kukamilisha uwe mtakatifu. Kwa hiyo kuna watu wengine wanaishia kwenye toba kwamba mimi nitasimama na kutubu na kutubu na tena dhambi na kutubu, badala ya neno liwabadilishe ili wasianguke katika dhambi, ili wasipate kutubu tena, wanabaki kwenye kutubu na kuanguka kutubu. Lakini ukiendelea kukamilishwa katika neno, unajikuta dhambi zinaanza kupungua. Yesu Kristo, zinapopungua ndani yako, unajikuta unaelekea utakatifu. Utakatifu ni kupungukiwa na dhambi, yaani dhambi zimepungua kwako, zimeondoka, ndio utakatifu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kanisa, majina tunayo ni majina ya kufanya Mungu ibada toka moyoni. Ukiwa popote, kaa vizuri na Mungu, kaa vizuri na Mungu. Kwa sababu kama utakaa vizuri na Mungu ukiwa tu ibadani, uwepo wa Mungu utakuhudumia tu ukiwa ibadani. Ukitoka ukakaa vibaya na Mungu, uwepo wa Mungu hauwezi kukuhudumia. Ndio maana watu wanaweza kuwa na nguvu za Mungu wakati wa kusali, lakini wakati binafsi hawana. Kwa mtu anayefanya ibada, kipimo ni rahisi. Anayefanya ibada za kweli, kipimo ni utajipima na wewe. Mtu ambaye anafanya ibada takatifu, au mtu ambaye ni mtu wa ibada, kipimo ni unafanya ibada ngapi ukiwa peke yako nje na watakatifu. Hicho ndio kipimo. Kama ufanyi, anza kuongeza bidii ya kufanya. Usisubiri tu Jumapili au Jumanne. Unapopata nafasi, fanya ibada kama upendavyo, kama usafi, ili uweze kumpa Mungu muda, ili Mungu aweze kukuinua. Ibada takatifu ndio inayobadilisha maisha. Ziko ibada nyingi ambazo zinaendelea kila mahali, lakini watu hawabadilishi. Watu wanaendelea tabia zao mbaya, kwa sababu ibada hizo sio takatifu. Ibada takatifu, watu